kwa kuwa Mungu ni mwema, atafungua nzira nopela, na leo sitoacha kusema olonionge mmonio. Katika shule hiki ni kipindi changu na nilikuwa naomba nijaribu kuniazima masikio yenu ili nijaribu kuwafundisha, na kama mnavyojua sina muda mrefu sababu habari mubali vingi japokuwa na kwamba walimu ni wengi, ila sisi ni walimu wazuri sana hapa Tanzania, Mapacha TV. Au nyie hamtujui? Nishawajua. Mnatujua kivipi sasa? Sijajua. Ni walimu wazuri sana tukiwafuata mafundisho yenu. Sawa kabisa, sisi ni walimu wazuri kama unavyosema. Sasa kuna sheria ambayo tumeitunga wanafunzi ambao wanaoingia huko kwenye shule. Ningependa kila mwanafunzi ainuke jitambulishe kwa Kiingereza. Tunaanza na wewe unayejifanya mwongeaji. Niite Kisima the greatest singer in Skumare Tribal. Tukuite Kisima, mwingine? PMC. So, mama. Jina lako ni nani sasa? Maana tumesikia tumejitambulisha Kiingereza, jina lako sasa unaitwa nani? Pili Nzalia. Sawa kabisa, Pili Nzalia. Huyu Kiingereza nakijua, makofi kwake. Mwingine? Trumpo. The big Trumpo Nelemi, haina shida. Naona mbele nitakuja niwe na wauliza kwamba wewe umejitambulisha hapo unaashiria nini? Umesema hivi, unanitafasiria kwa Kiswahili. Na tusiwe tunaongea tu. Mimi hapa ni mwalimu nafundisha. Usije ukaona niambia kwamba hicho unachojitambulisha kisisomeke kwenye Kiingereza. Mwingine? Ni Msukuma mwenye Tribal. Umejitambulishaje hapo? Wewe mrudia. Ni Msukuma mwenye Tribal. Hapo umejitambulishaje? Nimejitambulisha Kiingereza. Afu wanafunzi wengine mna kichwa ngumu kabisa. Ni Kiingereza gani sasa hicho nimekufundisha? Mimi nafundisha vizuri afu unatamka Kiingereza ambacho hakieleweki kabisa. Jamani, huyu ni mwanafunzi ambaye ana kichwa kigumu, tusimcheke sana. Nitaendelea kumfundisha na anaweza kujua zaidi yenu. Sasa kuna masomo mawili ambayo nataka tujifunze leo. Kuna somo moja linaitwa maisha ni darasa na kuna somo moja linaitwa matusi. Kuna wanafunzi ambao nishaga wafundisha hilo somo. Ningependa anyoshe mkono sasa mwanafunzi ambaye anataka kulisoma hilo somo. Wewe unalisoma hilo somo? Unasoma somo gani? Maisha ni darasa. Maisha ni darasa. Sawa. Kwa hiyo unaweza kueleza nini maana ya maisha ni darasa wa Tanzania? Maisha darasa, amini wako bongo, ogopa anasa, chapu tarudi kwa udongo. Jifanye mtumwa, kaka uache malingo. Duniani tunapita, machungu yape kisogo. Wapo wengine, wataiponda kazi yako. Usikate tamaa, hata kama ni ndugu zako. Kama ipo tu, watakuchelewesha kidogo. Maisha ni darasa, nikafunzaga mdogo. Mpigeni makofi kabisa, asante. Hilo tumemaliza. Wewe nimekuona ni muelewa sana. Jaribu kunisomea na hilo somo la matusi. Hapana, sijawahi. Hujawahi ama hujalisoma tu kiukamilifu? Natasoma ili mwisho wa siku nukwamishwa. Sawa. Ningani achana nalo saizi ushaga kuwa. Yule mwingine ambaye alikuwa anasema kwamba anataka kulisoma hilo somo la matusi ni wewe. Unaitwa nani? Antongo. Sawa. Sogea mbele basi uje wasomee wa Tanzania. Keti hapo. Waambie sasa wa Tanzania somo la matusi linasemaje? Mwanangu, matusi. Umegeuza stara ya dunia kuwa ni matusi yenye matusi ndani yake. Hivi hautambui kama kiota hujengwa kwa wakati wa shida na kinabomoka nyakati zozote? Matusi mwanangu, nikuulize, nani alikwambia kuoana mwanaume kwa mwanaume sawa? Na nani alikwambia kuoana mwanamke kwa mwanamke sawa? Jema tusi mwanangu, jambo jema, murudie Muumba wako, uje kwa mema. Usitengeneze mabaya ukitegemea kuvuna mema. Nale haya keke okwiza wambolelesha sagala. Hapo umeongea kilugha sijakuelewa. Yali mabaya. Ina maana atakujaambulie mabaya. Sawa, hapo nimekuelewa. Makofi kwake. Umewaelewesha Watanzania, wameelewa kwamba tusiwe tunaiga zile tabia mbovu za watu ambao yani hawatuhusu kabisa wa nje kule. Maana Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa.
Kwa hiyo inatakiwa tufuate amani kama inavyotakiwa, tusiwe tunaiga. Sawa. Changamoto inapokuja ni kwa hawa wawili ambao hawajasoma. Wewe ulisema unaitwa nani? Niite Amos Malingita. Sawa kabisa, tukuite Amos Malingita. Sawa, Amos Malingita. Na mwenzako anaitwa nani? Atajitambulisha na yeye. Unaitwa nani? Maji mwana Nturu. Hebu sogea kwanza, maana wewe sijakusikia kabisa hata kama unasoma maandishi yangu. Hebu sogea. Hebu nisomee hivi. Kumbe mnajua. Wewe Amos Malingita, hebu jaribu kumuelewesha mwenzako. Kusoma nimemuona anajua, lakini bado inamsumbua tu kwenye kuandika. Hebu jaribu kumuelekeza jinsi ya kuandika. Usilaze kichwa kimba mwandiko changu bochote. Why? Yaani hiyo ni yenyewe kabisa. Umemwelekeza vizuri. Sasa mwalimu nani, unajua hawa wanafunzi tulikuwa tuwapambanie, maana mtihani ni wiki lijalo tu, wasije wakatuaibisha kwenye shule yetu. Si unajua? Inatakiwa tujaribu kuwafundisha vizuri. Maana wana upotovu kama upotovu wengine. Kimfano sasa unaweza ukapanga na mtu business, na maanisha biashara, mkapanga mchongo wa 100,000, akaja akakutumia 95. Ukimuuliza kwamba jamaa mbona hela yangu imepelea, anakuambia Kweli mdau, hauna ya kujaza hapo. Hizo ndo changamoto sasa. Kuna changamoto nyingine ambayo nataka niwaeleze. Ukiwa na dem saizi, ukimtumia hera, badala ya shukuru anakuambia Basi tumana ya kutowea. Ndo hivyo. Unajua hivi Trump, tunafanyaje sasa kati hawa wanafunzi ambao hawajasoma? Iwapeleke shuleni. Si ndo hapa sasa. Au unataka wapeleke shule gani? Wakafanyaje? Wajifunze tamu. Wakajifundishe. Ni hapa Tanzania najua kabisa inayofundisha vizuri ni Mapacha TV tu. Wanataka wakajifunzie shule gani sasa? India. Acha bwana, India kabisa. India inayofundisha Kiingereza moja kwa moja. Yaani sisi hapa tunafundisha, tunaanzia kwenye Kiswahili ndo tunaenda English. Yaani wakienda India ni kufundisha English tu. Hilo ni bora tuache. Wewe uliyesoma somo la maisha ni darasa, na huyu aliyesoma matusi na uhitaji ofisini. Nyie nimemwambia twende, bado mnafanyaje? Alitulemo shule. Sasa bado mnakupa shuleni mnafanyaje? Wewe bado unacheza kabisa. Unakatika kabisa kwenye shule yangu. Yaani ina maana umenidharau. Kwa nini unakatika kwenye shule yangu? Tukagwiza kimpa gulifu mahe. Yaani hiyo ni akili gani sasa? Yaani mimi nafundisha masomo, wewe unakuja unaanza kuwafundisha kukatika wanafunzi. Ni akili gani hiyo? Hamna mwanafunzi hapo. Pidia farasi mpaka wataketi. Adeo kuchola mwasi mwenye na riho. Yo